bila kutukana au kwa mtu ambaye ataanza kasikiliza katikati ya maneno kama ambacho nilikisikia mimi. Kama nitoka nimekosea basi naomba radhi. Lakini jana Lissu aliongeza tusi lingine tena kwa Mbowe. Kwa tafsiri. Naomba neno tusi liwe kwenye funga na fungose. Alisema kwanza alifafanua vyema kueleza kwamba wakati hili linapita yeye alikuwa ni makamu mwenyekiti alikuwa Mbowe. Alisisitizia na akamtaja vizuri kabisa. Ndio. Kwamba makamu yeye alikuwa makamu na akasema japokuwa ni kweli nilikuwa na ushawishi. Kwa hiyo inaonekana kwamba hili wazo alikuwa analipenda yeye. Ndio. Lakini lilipitishwa mwenyekiti akiwa na akasema kama lilipitishwa na mnukuu bwana Lissu. Kama lilipitishwa kwa kudhani tunakwenda kuongeza dau basi mlikuwa mnadili na mtu tofauti. Kwa maana ya yeye. Kama lilipitishwa kwa sababu unajua mnakwenda kuongeza dau basi na pale walipigwa yowe fulani hivi. Yaani maana yake yaani kwamba kama mlidhani tunakwenda kuichukua no reforms no election kama tunaenda kigezo kwenda kuatisha alafu waongeze dau kana kwamba hii ni biashara sasa. Kama sisi tunakwenda kufanya hichi hapa. Njoo tukae pembeni tuyaongee hapa yaishe. Kwa ina maana kulikuwa kuna utaratibu wa kuongezeana kuwekeana madao. Hilo mimi nilivyotafsiri ni hivyo. Sababu eti hiyo kauli isipite. Unaposikiliza maneno ya mtu kiongozi ni neno kwa neno linajadiliwa. Ndio maana yake. Ndio nimemsikiliza Lissu jana mimi nimefuatilia kweli kweli. Na anasema Heche kwa upande wake anasema agenda ya no reforms no election si ya Chadema peke yake bali ni agenda ya nchi nzima. Anayepinga agenda hii ana nia gani na unasema wewe ni Chadema? Maaskofu na mashekhe wamesema, kwani hatujawasikia? Mambo yamebadilika. Nani anasimama na kusema tunaenda kwenye uchaguzi katika mazingira haya? Hapo sasa asifanye kuluhu majmai. Hiyo ni agenda ya Chadema. Na kama na kumuonyesha kwamba si kweli anachokisema. Juzi tu wakati wa baraza la Eid tumewasikia viongozi wa baraza kuu la Waislamu Tanzania na viongozi wengine wa dini ya Kiislamu wakizungumzia jinsi ambavyo wanataka uchaguzi huu uchaguzi uwe wa amani, uchaguzi uende vizuri. Na maana hilo swala hawataki uchaguzi halipo. Wao tayari washaanza kuongelea uchaguzi upo. Tunataka uwe na amani, tunataka usitokee mizengo iliyotokea ya nyuma, tusione matatizo yaliyotokea nyuma kabisa na mambo haya. Lakini kusema kwamba